Community health promoters. Community health promoters wako na shida, waliniambia ya payments. Niliambiwa umefanya payments kidogo ya miezi kidogo, lakini bado mingi imebaki. Kwa sababu wao governor ndio wanakusaidia kwa masuala ya registration. We came in when we had I think around 36 sub-locations in Aikwana dispensary. As we are speaking, we have less than 10 sub-locations in your Chapata dispensaries. Radio Citizen. Radio #1. Ya kwanza governor. Ni masuala ya health. Najua ulikuwa umejibu mingi, lakini kuna ile hospitali ile pale inaitwa Joyce Laboso Mother and Child Wellness Center. Hiyo hospitali governor ilikuwa completed around 2 years ago. Governor, ile swali niko nayo ni sababu that is a complete project. It should be operational ama namna gani? Mamagati nyiko baisha kumbe ni maongeza kikali. Inafaa kuwa inafanya kazi because it is a complete project. Ile swali niko nayo ni mbona governor hiyo project haijaanza kufanya kazi? Governor, pia juzi nilikuwa hata nitakuja kukuonyesha kwa simu yangu, niko na picha. I will come there to show you a picture. Nilikuwa kwa hospitali pale inaitwa Chebanga. Nikapiga picha ya shelves mahali kuna madawa. Nitakuonyesha uko ile madawa ilikuwa governor, ilikuwa Panadol peke yake. Kwa hivyo kama kuna mtu governor, labda kama kuna mtu unatuma yeye apeleke dawa, labda anakwama hapo kwa katikati ya barabara. Si namna hiyo. Kuna tena project nyingine huko governor iko Chebunya ya maziwa. Inaitwa Chebunya Cooling Plant. Ilianza huko 2021 ya maziwa. Hapa Bomet County tuko na maziwa mingi sana. Hata ile project yako nataka kukushukuru na congratulate ile ya kupeana maziwa kwa ECDs. It is a very good project. Ile kitu nasema ni if all those coolers ingekuwa inafanya kazi, ile maziwa hata tunatoa kwa coolers yetu tungekuwa tunauza kwa county inapeana shule. Si namna hiyo? Ndio niwache kusema mangetu chita ama namna gani. So nimeshukuru sana governor. Bado kuna pia wale wanaitwa nini, community health promoters. Community health promoters wako na shida, waliniambia ya payments. Niliambiwa umefanya payments kidogo ya miezi kidogo, lakini bado mingi imebaki. Kwa sababu wao governor ndio wanakusaidia kwa masuala ya registrations ya SHA. So au ndio pia ningetaka kujua hiyo payments imechelewa namna gani. Another last issue bwana governor ni mambo ya revenue collection. Nilikuwa nataka kukuuliza governor, revenue collection Bomet County, we should be collecting more than what we are collecting. Ungekaza ile mahali kidogo iko na shimo, tuta collect mingi. Otherwise kocha maolele mangetu chita. Alright, asante. Ngeticho. Wacha nikuche waziri ama wizara wa maji. Hapa Bomet tuko na shida. Mimi natoka township ward. Tuko na maji hapa Tarachet. Hiyo maji ukiona matrekta inasema clean water. Lakini hiyo Powasco kama inawezekana ufuche ama ufute kazi. Kuna watu wanaitwa MD, kuna watu wote wa water. Nataka utume watu kama vile Citizen walikuja Bomet wakasanya maoni. Tunatumia maji ya Ziwe Town. Hata ukisikia hii speaker vile niliingia, nilikuwa naongea. Kipindupindu ikitokea, hiyo room ziko Longisa. Population ya Bomet County haiwezi tosha. Niko na uchungu governor. Juzi mulikuwa Tumoyot mukipeana avocado. Iko pipe imewekwa chini ya maji. Inaanza junction ya Silipgate Kapsimoto imepika Reverwe Tea Buying Center. Hatujaona tang. Na huko Mogombet water project pipe ama bump ni kidogo. Governor, Back Street ya town kuna siku ulisema ifunguliwe. Tukaona tingatinga impya wanatandaza. Hata ukisikia sauti yangu nimeuliza mbona tuko na tingatinga inatandaza mafi ama vinyezi kando ya town, badala ya kutoa hiyo udongo alafu iwekwe mara mivinywe ile iwe paze. His Excellency, market ya Bomet tunangojea Kabro Works. You are almost to exit since you were left by the late Joyce Laboso. Lakini hatujaona mazuri. Kabro Works ya stage pato imetokana hata taa haifanye stage. Governor, shughulikia
hiyo shida. Asante. Barabara ya Sachangwan kuna shimo huko inaweza ua watu na huwa matanga ikitokea tunasikia mkono wako ya 10,000 inafika. Shughulikia hiyo kitu kabla matanga ama machanga ifike. Asante. Umesema unaitwa nani? Amesema anaitwa nani? Tukumbushe jina lako tafadhali. Kwa majina mimi naitwa Penat Cheruyot, kwa utani mimi ni Blackie. Mimi nafanya Shoe Shining Town. Asante sana Blackie, umeuliza maswali. Umeuliza maswali hayo kwa njia ya heshima. So niko na CCs na CEOs and senior staff wenye wanafanya kazi na county wa Bomet. So nitajaribu kujibu haya maswali na pia pengine baadaye wataongezea. Nikianza na Penat Cheruyot, ameanzia kutoa pongezi kwa Sushaina Shades ambayo tumetengeneza hapa town na miji zingine. So hiyo ni mzuri. Alafu mambo ya maji na Ian pia ameuliza swali ambayo inalingana na ile ya Penat Cheruyot, so nita combine hizo mbili. Tumekuwa na changamoto as a county na vile mmeona Fred na Christine, majorly we are a rural county, and at the advent of devolution ningesema ya kwamba we are disadvantaged in terms of infrastructure ya maji, lakini tumejaribu kuinua hiyo infrastructure. Ingine iko dilapidated kidogo, but changamoto ambayo tumekuwa nayo kubwa zaidi ni mambo ya electricity. Power has been very expensive to run most of our schemes. Zenye tunatoa maji kueneza kwa miji zetu na to our rural areas, tunatumia electricity which has been very expensive, combined with the challenge of disbursement ya pesa from the National Treasury. So tukiongea sahi, I think we are 3-4 months behind in terms of disbursement. Lazima ninunue dawa, lazima nilipe bili ya stima, lazima nilipe wafanyikazi mishahara yao, na hizi kazi zote ambazo zinaendelea, even paying the contractors. So imekuwa changamoto. We have resources, kuna resources ambayo tuna share with the neighboring counties, and I will mention one of the scheme ambayo iko Konoin. Hiyo maji ambayo inatolewa Itare inaenda upande wa Kericho na pia ingine inakuja upande wetu, lakini mambo ya kulipia stima ni upande wetu. So huwa tuna rely Kericho ilipie maji yao ndio tupate pesa ya kulipia stima. Tukikosa kulipa hata one scheme ya maji kama Itare, all the schemes that we have in the county, including the one yenye ina supply maji kwa hospitali, inakatwa stima. So we have been having challenges, na pia tumejaribu kutatua especially mambo ya power, na I think Ian mention nishati ya jua, solarization of our schemes. Tumeweka hapa Bomet, tumeweka Sotik, na juzi ilibidi to rearrange hizo masolar panels ndio iweze kupata moto ya jua vizuri, and a section of our town Bomet imekuwa ikipata maji kwa sababu haijakuwa na nguvu nzuri. Ndio maana tunataka kuweka panels mingi ndio tuwe na nguvu ya kupata ya kusukuma maji between 6 to 7 hours when we have sunlight. But we have been having challenges, so we have been disconnected for the last, I think, 2 months. Tumejaribu kulipia, the last payment tulifanya kwa KPLC ni 7 million out of the 16 or 21 million wenye wanatudai. So we are still negotiating tuone kama watarudisha stima, but we are putting in place measures to ensure that watu wetu wamepata maji. That one I can assure you.
And then changamoto nyingine ambayo tuko nayo upande wa maji ni water company. Na ninakubaliana na Cheruiyot, tumekuwa na shida upande huo. One, tulikuwa tumeajiri watu zaidi ya ile inahitajikana kwa hiyo kampuni. And we have done some retrenchment so that we minimize mambo za expenses ya kulipia mishahara, so that we at least we save some money kulipa stima na to expand the infrastructure that is existing at the moment. Then mambo ya barabara. Fred na Christine, kidogo kwa ile maswali ambayo wananchi wameuliza, I think there is a mix in terms of who is responsible for some of these projects, because kuna zingine za national, kama hii poto limesemekana iko Sachangwan, that is in the main road na ni Kenya inauzikana na hiyo. But pia I can't run away from that responsibility. Lazima nipelekea hao uchumbe ndio pia warekebishe. Mambo ya town park streets, pia tunashirikiana na national government and already plans are in place kuweka tarmac hizo park streets, so that tutoe hiyo mambo mengi, kuna pombe mingi, kuna madawa ya kulevya that is being sold behind our shops. So tukiweka lami, I think we reduce some of these problems and that we have in our town. Aaron Ngeno, I think majorly yake ni pongezi kwa ile kazi inaendelea. Kama county tumeweza kujenga over 400 ECD centers. Na tuchengi tu, we equip, tunaweka viti, kuna toilet na kuna tangi ya maji. Na tunapeana pia learning materials in those centers. We have employed over 1,300 walimu on permanent and pensionable terms. Na tunajaribu pia kuimprove on their terms of service, mambo ya mshahara. We came in when they were earning, I think, flat rate of 9,000, 10,000. Ukiwa na certificate ni 10,000. Ukiwa na diploma ni 10,000. Ukiwa na degree ni 10,000. But we've been able to now to categorize payment in terms of qualification. So niko na shukrani. Mambo ya hospitali inaendelea. We came in when we had, I think, around 36 sub-locations yenye haikuwa na dispensary. As we are speaking, we have less than 10 sub-locations yenye wachapata dispensaries. We are also expanding our facilities. Kama ile ya Kapkoros, we are putting around 50 million, and it is almost 85% complete. Kuna ingine ya Ndanai, that is also 85% complete. Expanding those facilities ndio tuweze kudecongest our referral hospital, that is Longisa Referral. Kwangu ni kuhusu hospitali. Governor, tukiendanga hospitali tunakosa madawa. For example, hii hospitali iko hapa within the town. Hadi tunakosa Panado. Pia chanjo za watoto hazipatikani kwa hospitali. Tunaambiwa kuwa serikali haijatoa madawa. Na tena swali lingine ni kuhusu maji. Ninaongezea juu ya maji. Gavana umetutesa kwa miezi 4 hivi bila maji. So ni kama ulikuwa unajua tutakuwa na mkutano maji kakuja leo. So sijui, mimi swali langu nauliza, sijui kama after mkutano tutakosa maji ama maji itaendelea kukua, because will it promise ukatuwekea solar uko mtoni, but hizo solar hazifanyi, because tumekuwa tukisumbuka maji. Unaona uchumi ni ngumu,
pia wewe unaelewa uchumi ni ngumu, unanunua chakula, ni maji unanunua. So ni swali langu, maji itakuwa ama itakuwa leo pekee? Another swali lingine moja. Swali lingine ni kuhusu barabara. Barabara ni umeuliza maswali hayo kwa njia ya heshima. So niko na CCs na CEOs and senior staff wenye wanafanya kazi na county wa Bomet. So nitajaribu kujibu haya maswali na pia pengine baadaye wataongezea. Nikianza na penalty riot. Ameanzia kutoa pongezi kwa Sushaina Sheds ambayo tumetengeneza hapa town na miji zingine. So hiyo ni mzuri. Alafu mambo ya maji na Ian pia ameuliza swali ambayo inalingana na ile ya penalty riot, so nita combine hizo mbili. Tumekuwa na changamoto as a county na vile mmeona Fred na Christine, majorly we are a rural county, and at the advent of devolution ningesema ya kwamba we are disadvantaged in terms of infrastructure ya maji, lakini tumejaribu kuinua hiyo infrastructure. Ingine iko dilapidated kidogo, but changamoto ambayo tumekuwa nayo kubwa zaidi ni mambo ya electricity. Power has been very expensive to run most of our schemes. Zenye tunatoa maji kueneza kwa miji zetu na to our rural areas, tunatumia electricity, which has been very expensive, combined with the challenge of disbursement ya pesa from the National Treasury. So tukiongea sahi, I think we are 3-4 months behind in terms of disbursement. Lazima ninunue dawa, lazima nilipe bili ya stima, lazima nilipe wafanyikazi mishahara yao, na hizi kazi zote ambazo zinaendelea, even paying the contractors. So imekuwa changamoto. We have resources, kuna resources ambayo tuna share with the neighboring counties, and I will mention one of the scheme ambayo iko Konoin. Hiyo maji ambayo inatolewa Itare inaenda upande wa Kericho na pia ingine inakuja upande wetu, lakini mambo ya kulipia stima ni upande wetu. So huwa tuna rely Kericho ilipie maji yao ndio tupate pesa ya kulipia stima. Tukikosa kulipa hata one scheme ya maji kama Itare, all the schemes that we have in the county, including the one yenye ina supply maji kwa hospitali, inakatwa stima. So we have been having challenges, na pia tumejaribu kutatua, especially mambo ya power. Na I think here name mention nishati ya jua, solarization of our schemes. Tumeweka hapa Bomet, tumeweka Sotik, na juzi ilibidi to rearrange hizo masolar panels ndio iweze kupata moto ya jua vizuri, and a section of our town Bomet imekuwa ikipata maji kwa sababu haijakuwa na nguvu nzuri. Ndio maana tunataka kuweka panels mingi ndio tuwe na nguvu ya kupata ya kusukuma maji between 6 to 7 hours when we have sunlight. But we have been having challenges, so we have been disconnected for the last, I think, 2 months. Tumejaribu kulipia, the last payment tulifanya kwa KPLC ni 7 million out of the 16 or 21 million wenye wanatudai. So we are still negotiating tuone kama watarudisha stima, but we are putting in place measures to ensure that watu wetu wamepata maji. That one I can assure you. And then changamoto nyingine ambayo tuko nayo upande wa maji ni water company. Na ninakubaliana na Cheruiyot
tumekuwa na shida upande huo. One, tulikuwa tumewaajiri watu zaidi ya ile inahitajikana kwa hiyo kampuni. And we have done some retrenchment so that we minimize mambo za expenses ya kulipia mishahara, so that we at least we save some money kulipa stima na to expand the infrastructure that is existing at the moment. Then mambo ya barabara. Fred na Christine, kidogo kwa ile maswali ambayo wananchi wameuliza, I think there is a mix in terms of who is responsible for some of these projects, because kuna zingine za national, kama hii poto limesemekana iko Sachangwan, that is in the main road na ni Kenya inauzikana na hiyo. But pia I can't run away from that responsibility. Lazima nipelekea hao uchumbe ndio pia warekebishe. Mambo ya town park streets, pia tunashirikiana na national government and already plans are in place kuweka tarmac hizo park streets, so that tutoe hiyo mambo mengi, kuna pombe mingi, kuna madawa ya kulevya that is being sold behind our shops. So tukiweka lami, I think we reduce some of these problems and that we have in our town. Aaron Ngeno, I think majorly yake ni pongezi kwa ile kazi inaendelea. Kama county tumeweza kujenga over 400 ECD centers. Na tuchengi tu, we equip, tunaweka viti, kuna toilet na kuna tangi ya maji. Na tunapeana pia learning materials in those centers. We have employed over 1,300 walimu on permanent and pensionable terms. Na tunajaribu pia kuimprove on their terms of service, mambo ya mshahara. We came in when they were earning, I think, flat rate of 9,000, 10,000. Ukiwa na certificate ni 10,000. Ukiwa na diploma ni 10,000. Ukiwa na degree ni 10,000. But we've been able to now to categorize payment in terms of qualification. So, niko na shukrani. Mambo ya hospitali inaendelea. We came in when we had, I think, around 36 sub-locations yenye haikuwa na dispensary. As we are speaking, we have less than 10 sub-locations yenye wachapata dispensaries. We are also expanding our facilities. Kama ile ya Kapkoros, we are putting around 50 million, and it is almost 85% complete. Kuna ingine ya Ndanai, that is also 85% complete. Expanding those facilities ndio tuweze kudecongest our referral hospital, that is Longisa Referral. Na Aaron ameshuhudia kuwa kuna kazi inaendelea in our county, sio wadi yake peke yake. Ian pia ameongea vizuri na mambo ya madawa. And I'm happy. Tuesday tumekuwa na mkutano pale Ukulu. And from the statistics that were presented, Bomet is doing very well. Kwanza ningependa kuwapongeza wenyeji wa Bomet. Mambo ya SHA tuko nambari ya pili. Mambo ya pesa ya primary health care, we are number 3 in the country. So, tukisema hakuna dawa, and I don't know Ian, the last time amekuwa kwa hiyo hospitali, because hata mambo ya vaccination, I don't think we have stopped. So, unless there is something serious, Felkip, because you are here, utatuambia. Mambo ya vaccination, I don't think we have mixed. So, but we can't be perfect. Hatuwezi sema sisi ni kamilifu. Hata ukienda kwa ile chemist inauza dawa, kuna dawa utakosa, but the shelves are full.
Ni ile dawa tu pengine ambayo ulikuwa unahitaji yenye itakosekana. So I don't want us to generalize na tuseme hakuna dawa. Lakini sisemi iko 100%. Kuna zingine ambazo zinakosa. And then mambo ya maji nilikuwa nimecombine na ya penat. And then barabara pia. Wengine watulie. Radio Citizen. Radio number